لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الأحبة، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, pia na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu kitukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu kunako na swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala ni swala la wajibu juu ya kila Muislamu, na ndiyo sifa ambayo anatakiwa apambike nayo Muislamu ili tuweze kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Anatueleza yeye Allah tabaraka wa taala, inna lilmuttaqina mafazan, hakika wale ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, watu hao wamefaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake umejaa baraka nyingi, ndani yake kuna fadhila nyingi, na ndani yake anatakikana Muislamu afanye toba ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ama kwa hakika mwezi huu wa Ramadhani umefikia ukingoni, unaendea kutuaga na kutuacha. Ama hakika ndugu zangu Waislamu, ulipoandama mwezi huu wa Ramadhani kulikuwa na kheri nyingi, lakini kadiri 10 la kwanza linapoondoka na likaja 10 la pili, kuna fadhila nyingi zaidi kuliko 10 la kwanza, na likaondoka 10 la pili likaja 10 la tatu, na ndani yake kukawa ni bora kuliko 10 la pili. Lakini kwa masikitiko makubwa, leo miongoni mwa Waislamu linapoingia 10 ambalo lina baraka nyingi ndani yake, wanalikimbia, wanaacha misikiti ya Allah tabaraka wa taala, wanakimbia kwenda kuifuata dunia au kwenda kukaa katika ulimwengu, wakaacha kulikimbilia 10 hili la mwisho. Ndugu zangu Waislamu, ama hakika hili 10 la mwisho lina baraka nyingi na lina kheri nyingi, na kila Muislamu anatakiwa ajipinde juu ya kufanya matendo yake ambayo ni mema. Hivyo ndugu zangu Waislamu, ulipoandama mwezi wa Ramadhani, tulijipinda juu ya kuacha vile ambavyo tulihalalishiwa na Allah tabaraka wa taala, tulivumilia na tukaviacha. Na yatakikana wakati mwezi huu unaondoka, tuachane na yale aliyotuharamisha Allah tabaraka wa taala. Kama tulijipinda tukaacha yale tuliyohalalishiwa na Allah tabaraka wa taala, tukajizuia nayo, iweje kwa yale ambayo ameyaharamisha Allah tabaraka wa taala? Tunatakiwa tukae nao mbali. Hivyo ndugu zangu Waislamu, nilitangulia kusema kwamba huu mwezi ni wa toba, na kila mmoja anatakiwa atubie kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo aliyafanya miongoni mwa makosa, akiri na mlalamikia Allah tabaraka wa taala ili aweze kumsamehe makosa yake. Ama hakika mwezi huu unaondoka, utaondokaje na wewe utaachwaje? Unatakiwa ujiulize maswali haya. Huu mwezi unaondoka, nimefaidika na nini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani unaondoka, yamebakia masiku machache mno. Kabla hayajaondoka masiku haya, yatakikana Muislamu aihesabu nafsi yake, lilipoandama 10 la kwanza mpaka likafika 10 la pili, nini nilichomfanyia Allah tabaraka wa taala? Nini nilichofanya mbele ya Allah tabaraka
tabaraka wa taala. Ni msamaha gani nimeuomba mbele ya Allah tabaraka wa taala, na amenisamehe Allah kwa haya niliyoyafanya? Ukijiuliza maswali hayo utapata jawabu wewe mwenyewe, na ukilipata jawabu hilo basi utarejea kwa Allah tabaraka wa taala kuimalizia Ramadhani kwa wema. Ama hakika sisi Waislamu tunaambiwa kwamba tuombe mwisho mwema, tuombe mwisho mwema. Hata wakati mwanadamu anaondoka katika ulimwengu huu anaambiwa aombe mwisho mwema. Lakini Ramadhani imekuja tena, watu wakajipinda na wakawa na bashasha na wakakimbilia juu ya kufanya mambo yote ya kheri. Inapoishia Ramadhani na watu wanaukimbia mwezi huu. Jiulize wewe mwanadamu, au wewe Muislamu jiulize, ama hakika ulipoandama mwezi wa Ramadhani mpaka dakika hii nashikamana nao, najipinda juu ya kufanya matendo yaliyo mema, najipinda juu ya kufanya kheri zote? Ukikuta ni hapana, rejea, fanya haraka, rudi kwa Allah tabaraka wa taala, rudi uje ufanye ibada, umalizie mwezi wa Ramadhani kwa wema. Ama hakika mimi na wewe hatujui na hatufahamu kana kwamba Ramadhani ya mwaka ujao itatukuta. Kama jawabu unalipata kwamba hatujui, basi jipinde kwa Ramadhani hii. Ni wangapi miongoni mwetu tuliokuwa nao ulipoandama mwezi wa Ramadhani wakafunga 10 la kwanza na hawakumaliza wakaondoka? Na pia wapo ambao walifunga 10 la kwanza na likaisha, lakini walipoingia 10 la pili lakini wakaondoka. Na mimi na wewe hatujui kana kwamba 10 hili la mwisho tutalimaliza. Sasa wewe unakimbia ukaondoka msikitini, hautaki kufanya ibada, unajua hili 10 litamalizika hali ya kuwa bado uko hai? Kama ni hapana, basi rejea. Yale masiku yanayopatikana kwako usiyafanyie mchezo, usiyafanyie mzaha, fanya ibada ili umalizie mwezi wa Ramadhani kwa wema na salama. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba katika hadithi iliyopokewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma hadara Ramadhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulipohudhuria mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qad ja'akum shahru Ramadhan, hakika umewajieni nyinyi mwezi wa Ramadhani, shahru mubaraka, tena mwezi wenye baraka zilizokuwa nyingi. Iftarada Allahu alaykum as-siyam, mmelazimishwa kwenu nyinyi kufunga mwezi huu, mmefaridhishiwa nyinyi kufunga mwezi huu. Tuftahu fihi abwab al-janna, inafunguliwa milango ya pepo, iko wazi. Milango hiyo ilipofunguliwa inatakikana watu wajipinde ili waweze kuingia kwenye milango hiyo. Watukhlaqu fihi abwab al-jahim, na inafungwa milango ya moto. Anasema watughallu fihi shayatin, na mashaitani wanafungwa. Fiha lailatu khairu min alf shahrin, ndani ya mwezi huo wa Ramadhani kuna usiku ambayo ni bora min alf shahr, kuliko miezi 1000. Man harma khairaha faqad hurma, yeyote mwenye kunyimwa kheri zake hakika huyo amenyimwa moja kwa moja. Kheri zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kheri zilizo nyingi, ni kheri ambazo ni kubwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza atakayenyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani, huyu amekuwa na hasara, amenyimwa kila kitu. Kwa nini ndugu yangu Muislamu leo sisi tunyimwe kheri, na wakati tulijinadi tunafikiri kwamba sisi ni Waislamu na sisi tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallama? Leo Mtume anatueleza mambo kama haya, lakini hatutaki kuufunga mwezi huu tukaumaliza. Hatutaki kuswali ndani ya mwezi wa Ramadhani mpaka tukamaliza. Ndio maana leo ukiangalia misikiti imeshaachia, imepungua. Unajiuliza hao waliokuwa wanakuja msikitini ilikuwa ni watu gani? Na huu mwezi uliletwa kwa watu gani? Ndugu yangu Muislamu, kama unajijua na unajifahamu, wewe hapa duniani hautoishi milele.
Jipinde ndani ya mwezi wa Ramadhani kufanya kheri zote na tauba iwepo ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, kwenye 10 hili la mwisho watu wanatakiwa wajipinde, watu wanatakiwa walie na Mola wao. Anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallama, man kama lailatul qadr, yeyote mwenye kusimama usiku wa lailatul qadr imanan wa ihtisaban, tena asimama kwa imani na kutarajia malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa madhambi yake na Allah tabaraka wa taala, madhambi yaliyopita. Sasa wewe hauna madhambi ya kusamehewa mpaka unakimbia, mpaka hautaki kujipinda juu ya 10 hili la mwisho kutafuta usiku wa lailatul qadr? Hautaki hilo? Mbona wakimbia msikitini, unakwenda kukaa vijiweni na kuyafanya mambo, kuyazungumza mambo ambayo hayapo kisheria? Nini unataka ndugu yangu Muislamu? Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, anatueleza hivyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, unapoingia mwezi 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ahya laila, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anauisha usiku wake, anakesha usiku kucha. Kwa nini? Kwa sababu gani anafanya hivyo? Anatafuta lailatul qadr. Akasema wa aiqadha ahlahu, na alikuwa anawaamsha watu wake, akisimama yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama na anaiamsha familia yake juu ya kusimama na kutafuta lailatul qadr. Akasema wajadda, na alijikaza Mtume sallallahu alaihi wasallama, alijipinda Mtume sallallahu alaihi wasallama, washadda almizara, na akafunga kibwebwe kikoi chake. Wanawachuoni wakasema mara nyingine alikuwa anawaacha wake zake, anajitenga nao. Ndio maana akasema kwamba, ndio maana wakasema alikuwa anakikaza kikoi chake, anajitenga nao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi na wewe, angalia huyu anayefanya matendo haya, anayefanya hivyo, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba huyu amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yajayo. Kashasamehewa huyu, lakini anajipinda kiasi hicho. Mimi na wewe, madhambi tulionayo ni makubwa, madhambi tulionayo ni ya kutosha. Kwa nini usijipinde zaidi? Kwa nini hili 10 la mwisho usiachane na mambo yote ya kidunia ukamwelekea Allah tabaraka wa taala? Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa ya'takifu al-ashru al-akhir min Ramadan, anaenda msikitini, anakaa msikitini katika 10 lote la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Mtume alikuwa anakaa msikitini. Sasa leo kinyume chake, sisi tunaukimbia msikiti. Sisi leo limeandama 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, tunaikimbia misikiti, tunakwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtu akiambiwa, akielezwa, anasema hii si sunna tu. Angalia ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammadi unaye tabia njema. Sasa huyu anayesifiwa na Allah tabaraka wa taala ndiye anayafanya haya. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika nyinyi mnayo kiigizo chema kwa mtume wenu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amemsifu na tabia njema, alafu akatuambia sisi tunayo kiigizo chema kwa huyu mwenye tabia njema. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia, ili uje ujue na ufahamu
kwamba hii si sunna tu unaikusudia wewe. Mwenyezi Mungu akasema, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yachukueni, wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni basi yaacheni. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha na anatuelekeza tukimbilie misikitini. Leo sisi waislamu twaikimbia misikiti, alafu kiulizwa ukiambiwa unasema ni sunna tu hii. Haya maneno ni ya Allah tabaraka wa taala, aliyoyasema yeye, aliyokuja nayo mtume yachukueni, na aliyokukatazeni yaacheni. Sasa mtume amekuja na mfumo kwamba likiingia 10 la mwisho watu wajipinde, watu wafanye kheri, lakini sisi tunaikimbia. fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya wa ba'd, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tuendelea kueleza usiku huu wenye cheo, usiku ambao una fadhila nyingi, ambapo naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu. Usiku huo tumeuanza, tujipinde, tufuate maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kufaulu, tuweze kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Anatuambia Aisha radhiyallahu anha qalat, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtaitu fi ramadan ma la yajtaitu fi ghairihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana ndani ya mwezi wa Ramadhani kuliko anavyojitahidi katika miezi mingine. Akasema, wa fil ashr al-awakhir minhu, na katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani alikuwa anajitahidi sana, ma la yajtaitu fi ghairihi, kuliko anavyojitahidi katika 10 haya mawili yaliyopita. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anafanya hivyo. Kisha akatueleza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anajipinda kuutafuta usiku huo wa Lailatul Qadr, anajipinda kiasi hicho, akasema iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadhani, utafuteni usiku huu katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kwa masikitiko makubwa, wengi miongoni mwa Waislamu wanasubiria siku ya 27, wanakuja kusimama siku hiyo wakidhani na wakijua kwamba usiku huo ndio wa Lailatul Qadr. Utakuwa umeingia kwenye hasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utafuteni usiku huu kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. 10 la mwisho lote anatakiwa mtu ajipinde kuutafuta usiku huu. Ukianza usiku wa 21 mpaka ukamaliza, ukaandama mwezi, ukaenda kuswali Idi, utakuwa una uhakika usiku huu nimeudiriki, usiku huu nimeupata. Sasa wewe unayesubiria siku ya 27, yawezekana usiku huu kapita siku ya 21, wanasubiria hewa tu. Au yawezekana ukapita usiku huu siku ya 25, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usiku huu unakuja katika masiku ya witri. Sasa wewe unasubiria usiku mmoja, utakuwa kwenye hasara ndugu yangu Muislamu. Kwani ukijipinda siku zote 10 utapungua nini? Kwani ukiutafuta usiku huu katika masiku haya 10, wewe utakuwa na hasara gani? Bali mazingira unajitengenezea ni mazingira yako mwenyewe kuipata radhi ya Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia, ameshusha sura nzima kuzungumzia usiku huu pale aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo.
wama adraka ma lailatul qadr, nani lipi linalokufahamisha, linalokujulisha ni nini hiyo lailatul qadr? Akasema lailatul qadr khairu min alf shahr, usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Piga mahesabu ndugu yangu Muislamu, ingelikuwa wewe unafanya kwa umri wako wote unaitafuta hii siku, thawabu zake zingekuwa ni nyingi namna gani? Usiku ni mmoja, unaambiwa hivi khairu min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Piga mahesabu, una umri wa miaka mingapi? Ukitoa miaka 15 kabla hujabaligh na mpaka sasa hivi una miaka mingapi? Umediriki Ramadhani ngapi? Kama unajipinda juu ya kutafuta usiku wenye cheo, wewe kwa Allah tabaraka wa taala umelundika thawabu nyingi mno. Lakini kwa uzembe tuliokuwa nao, ndio maana unajikuta linapoingia 10 la mwisho watu wanakimbia, watu wanalala, wanajiachia kana kwamba wamemaliza. Mwenyezi Mungu anatuambia khairu min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Nini anatuambia Allah tabaraka wa taala? Tanazzalu almalaika waruhu fiha, wanateremka malaika kidogo kidogo, wanashuka katika ardhi hii, akiwepo na Jibrilu alayhi salam. Ndani ya msafara huo wanakuja kuangalia nani anafanya kheri ndani ya usiku huo, nani anajipinda na muomba Allah tabaraka wa taala kwa madhambi aliyonayo, anaomba asamehewe. Ndugu zangu Waislamu, hawa malaika hawaendi kwenye sehemu chafu. Kama wao wamekaa nyumbani kwako unafanya mambo ya ajabu na wakashuka malaika hawaji kwako. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza na akatuambia malaika wanaingia katika nyumba ambayo iko safi, nyumba nzuri, haina mapicha, ndio malaika wanakuja. Mwenyezi Mungu anawasifu malaika hawa, anasema kwamba la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, hawamwasi Allah tabaraka wa taala na wanatekeleza yale walioamrishwa. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia wanashuka malaika katika usiku huo. Unaonaje wewe wanashuka malaika hawa wakakukuta unamuomba Allah tabaraka wa taala, umesimama unaswali, ukawa unaomba dua, unasoma Qur'ani, ni jawabu gani watakalolipeleka kwa Allah tabaraka wa taala? Biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao malaika hao wanashuka. Min kulli amri, kwa kila amri. Salamun, Mwenyezi Mungu anatuambia salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani, inakuwepo amani mpaka inachomoza alfajiri. Inapochomoza alfajiri ni amani. Malaika wa Allah wameshuka katika dunia hii, wanawaangalia waja wa Allah nini wanafanya, wanawaangalia waja wa Allah nini wanaomba. Sasa mimi na wewe kama tutalala, kama tutakesha kuchezea simu zetu, kama tutakaa kuangalia tamthilia, ujue una hasara. Usiku na kupita haujapata chochote. Atakayenyimwa kheri za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, akanyimwa kheri za Lailatul Qadr, huyo ana hasara, amenyimwa kila kitu. Ndugu zangu Waislamu, tujipinde juu ya kufanya ibada, kumalizia mwezi huu kwa masiku haya yaliyobakia machache, ili tuweze kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Kana kwamba sisi kesho au kesho kutwa tunaondoka, jipinde, fanya ibada, kwa sababu huna guarantee na Allah kwamba wewe utaishi mpaka muda fulani. Hauna guarantee na Allah kwamba wewe mpaka utazeeka, eti nikizeeka ndio nitafanya ibada. La, haipo hiyo. Kwani ni wangapi leo wanazaliwa na wanaondoka? Ni wangapi wanazaliwa hawakai hata muda mrefu wanakufa?
Na ni wangapi wanazeeka mpaka wanaamshwa, wanarudishwa, wanapelekwa, wanarudishwa na wanaendelea kuishi. Kifo hakichagui ndugu yangu Muislamu. Kama unajua utakufa na utaondoka katika ulimwengu huu, naomba masiku haya yaliyobakia tujipinde juu ya kufanya ibada. Tujipinde juu ya kufanya kheri ili tuweze kuipata radhi ya Allah tabaraka wa taala. Tusije tukawa miongoni mwa watu wenye hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia, atakayesimama kutafuta usiku wa Lailatul Qadr, nini akiseme? Nini afanye? Maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qalat, alimuuliza Aisha, kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, araaita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr, hivi mimi nikajua kwamba huu usiku ni usiku wa Lailatul Qadr, ma aqulu fiha, nini nikiseme ndani yake? Aisha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini nifanye pindi nitakapojua kwamba usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadr? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, quli, sema, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mwenyezi Mungu, innaka afuwun, hakika wewe ni mwenye kuwasamehe watu madhambi yao. Mwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni mwenye kuwasamehe watu madhambi yao. Karimun, tena ni mkarimu. Tuhibbul afwa, na unapenda sana Mwenyezi Mungu kuwasamehe watu. Fa'fu anni, basi naomba nisamehe mimi. Ndio mafunzo ambayo sisi yatakikana tuyachukue na tuyafanyie kazi. Wewe ukianza kutafuta usiku wa Lailatul Qadr, ukifanya ibada kwenye dua zako, dua hii usiiache. Muombe Allah tabaraka wa taala msamaha, kwa sababu najua sisi sote ni wakosaji. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairu khata'ina at-tawwabin, na mbora yule mwenye kukosea kisha akafanya toba. Sasa kama unajijua wewe ni mkosaji, muombe Allah tabaraka wa taala dua hii aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Tunatakiwa tuiombe wakati tunatafuta usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambayo ni bora kuliko miezi 1000. Ndugu yangu Muislamu, masiku yamekimbia, yanaondoka, Ramadhani inatuaga, na wewe unatakiwa ujipinde juu ya kufanya matendo yaliyo mema, ufanye matendo ambayo ni mazuri, utubie kwa Allah tabaraka wa taala ili uweze kuzipata radhi zake. Tusikimbie misikiti. Kama ulishakimbia, basi fanya haraka kurudi. Yawezekana ndio Ramadhani ya mwisho kwako, au yawezekana ni Ramadhani ya mwisho kwetu. Ramadhani inayokuja hatutoidiriki, tutakuwa tumeondoka katika ulimwengu huu. Sasa kama unafanya mchezo, Ramadhani kaondoka, haujasamehewa, haujapata thawabu, haujapata chochote, nini utamwambia Allah tabaraka wa taala? Hali ya kuwa ulijaliwa, una afya, uzima upo, uwezo wa kusimama unao, unashindwa nini kusimama? Mbona kwenye mambo mengine tunasimama masaa 5 mtu amesimama na hatetereki, lakini leo tukiambiwa hapa kuswali tarawih, watu wanaanza kulalamika. Unalalamika nini na madhambi unayo chungu mzima? Kwa nini usijipinde? Shaitani amefungwa, ametiwa pingu, wewe nini unakitafuta? Ilikuwa ni fursa kwetu kufanya ibada kabla jamaa huyo hajafunguliwa.
Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani inaondoka, tufanye kheri, tujipinde, tutafute usiku wenye cheo ambaye Allah tabaraka wa taala kashautaja ndani ya Qur'an. Sura nzima anaeleza usiku wenye cheo ni usiku wa namna gani. Halafu leo sisi tunafanya mchezo. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni ndugu zangu Waislamu juu ya kujipinda kutafuta usiku huu wenye cheo. Una thawabu nyingi mno, tunasamehewa madhambi yetu yote. Nini unatafuta kwa Allah? Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe wale wenye kusikiliza na kuyafuata yaliyokuwa mazuri yake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيم الصلاة.